إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. أيها الناس عباد الله، وحقيقة neema ambayo kwamba haina mfano iliyotoka kwa Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi ni neematul Islam, neema ya dini ya Uislamu. ولهذا قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Al-yawma, na siku ya leo ambayo ilikuwa ni siku ya Arafa, akmaltu lakum dinakum, nimewakamilishia dini yenu ambayo ni dini ya Kiislamu ibadallah. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza na kukamilisha neema zangu kwenu nyinyi. Wa raditu lakumul islam dina, na nimewaridhia kuwa Uislamu ndiyo dini yenu ibadallah. Maashira almuslimin, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ameikamilisha hii dini kwa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalik nabiyuna alayhi salatu wassalam kama rawahu ibn Majah بسند حسن رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. توم صلى الله عليه وآله وسلم kwa ajili ya kuweka wazi aya ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyotangulia ya kwamba dini ya Mtume alayhi salatu wassalam na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa imekamilika. Mtume alayhi salatu wassalam asema: taraktukum ala bayda, nimewawacha nyinyi masahaba zangu ala bayda, juu ya njia na barabara ambayo kwamba iko wazi, haina shaka, haina giza ndani yake ibadallah. Lailuha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake. Yani hadha at-tariq laysa alayha ghumud wa laysa fiha shakkun wala raibun ibadallah, haina giza wala haina shaka wala haina utata njia na dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Thumma qala: la yazighu anha illa halik, hatapotea mwanadamu yoyote katika hii njia na hii barabara aliyokuja nayo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam
isipokuwa ni mwanadamu aliyeangamia. Ibadallah, ndugu zangu ni Waislamu, ni wajibu juu ya kila Muislamu kuifahamu taa na kufahamu maasiya. Ni wajibu juu ya kila Muislamu kuifahamu tauhid na kuifahamu ushirikina. Ibadallah, ni wajibu juu ya kila Muislamu kufahamu khairi na kadhalika kuifahamu shari. Ibadallah, kadhalik vile vile ni wajib maashara almuslimin kwa kila Muislam kuifahamu na kuijua sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na kuifahamu na kuijua bid'a. Ndugu zangu Waislamu, wal bid'atu ibadallah, uzushi, al-amru al-muhdath, jambo lililovumbuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ndugu zangu Waislamu, kama yaqulu al-ulama salafan wa khalafan, waliotangulia na waliokuja baada yao, yaqulun hiya at-tariqatu fi ad-din. Neno bid'a ndugu zangu Waislamu, neno uzushi ndugu zangu Waislamu, ni njia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Njia hiyo mukhtaraa, imevumbuliwa, imezuliwa. Ibadallah, hakuja nayo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Yuqsadu biha, njia hiyo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inakusudiwa ndugu zangu Waislamu at-ta'abbudu lillah, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakin laysa alayha dalilun la min alkitab wala min sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Njia hii na barabara hii ambayo kwamba yakusudiwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika nyanja za dini, ibadallah, haina mashiko, haina dalil katika Qur'an wala katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadha yajibu ala kulli muslim. Ibadallah, ni wajib juu ya kila Muislam anapoambiwa ma maana albid'a, nini maana ya uzushi, nini maana ya kuvumbua katika dini ya Allah, aelewe maana yake. Ndugu zangu Waislamu, maana ya bid'a ndugu zangu Waislamu ni kila njia, ni kila barabara inayokusudiwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wala haikusudiwi bid'a katika mambo ya ulimwengu. Ibadallah, kullu tariqa yuqsadu biha at-ta'abbudu lillah wa laysa 'alayha dalilun la min al-kitab wala min sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ibadallah, kwa ukhatari wa kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, rawa al-Imam Muslim rahimahullah min hadithi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, asema Jabir, sahabiyun jalil, alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kila khutba ya Ijumaa, sauti yake ikiwa juu, hasira zake zikiwa juu, kana kwamba anaongea na kikosi cha wanajeshi, anawaambia sabahakum wa masakum, asubuhi na jioni jiandaeni kuvamiwa na maadui. Thumma yaqulu lahum, kisha akiwaambia, fa inna asdaqa alhadithi kitabullah, hakika maneno ambayo kwamba ni ya kweli ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqul wa khayra alhuda, na muongozo mwema huda Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni muongozo, ni barabara, ni njia, ni dini aliyokuja nayo Mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam. Wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, na kila jambo lililozuliwa ni upotevu. Ibadallah, na kila upotevu haumridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ni Waislamu, bid'a si rahisi mwanadamu kurejea nyuma atakapokuwa na ugonjwa kama huu wa kumzulia Mtume Muhammad, wa kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala. Si rahisi ndugu zangu Waislamu, kwa sababu anayeingia katika bahari ya bid'a ana itikadi anna hadha al-amra din wa anna hadha al-amra haqqun
wa anna hadha al-amra ibada. Ndugu zangu waislamu, kwa sababu katika moyo wake waitakidi, vipi utarejea nyuma, vipi utatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hili jambo ni dini, hili jambo ni haki, na hakuna yoyote anayerejea nyuma katika jambo la haki ibadallah. Walihadha, na kwa sababu hii as-salafu salih rahmatullahi ta'ala alayhim wakawa ni wakali, ndugu zangu waislamu, katika kuwatahadharisha watu na mambo yaliyozuliwa na mambo yaliyovumbuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Shatibi rahimahullah katika kitabu chake Al-I'tisam ametaja kisa kilichotokezea katika zama za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kufariki Mtume alayhi salatu wassalam, marafiki na wanafunzi wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah walielekea siku moja katika nyumba ya mwalimu wao Abdullah ibn Mas'ud wakimsubiria atoke. Ndugu zangu waislamu, fajaa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardhah, akaja Abu Musa al-Ash'ari sahabiyun jalil, akawaambia akharaja Abu Abdurrahman ay Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud ashatoka? Wakasema la, wa nahnu fi intidhari, kadhalika sisi tumsubiria yeye Abdullah atoke nyumbani kwake. Wote wakamsubiria Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Falamma kharaja, alipotoka ndugu zangu waislamu Abdullah ibn Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu akamwambia, kumetokezea jambo, kumetokezea uzushi katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud akamuuliza, wama hu, ni jambo gani? Akamwambia, in ishta fasatara, kama Allah subhanahu wa ta'ala atakuandikia uhai katika maisha yako, utakwenda kuliona hili jambo lililozuliwa katika dini ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wakatoka wote ndugu zangu waislamu na kile kikosi mpaka wakafika katika msikiti wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah akaona jambo la kushangaza katika msikiti wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Aliona kitu gani ndugu zangu waislamu? Aliona makundi katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fi kulli halqatin dakhiliha rajulun, katika kila kikundi katikati yake na ndani yake kulikuwa na mtu mmoja akiwaongoza wale watu na kuwaongoza wale waliokuwa katika kile kikundi, akiwaambia kabbiru 100, wakileta takbir 100, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mara 100. Wakimaliza, yule kiongozi wao, yule amir wao yuwaambia tena sabbihu 100, semeni subhanallah mara 100. Wakimaliza, wa hakadha hallilu 100, leteni la ilaha illa Allah mara 100. Hadhihi ibada ndugu zangu waislamu, lakini haikuwa katika barabara na njia na mwenendo aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah akakasirika sana ndugu zangu wa Kiislamu, akawaambia waihakum, ole wenu, nini hili jambo mnalolifanya? Faqalu ya aba Abdurrahman, tumsabbih mola wetu, tumhallil mola wetu, tumkabbir mola wetu. Akawaambia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, haulai sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mutawafirun, hawa masahaba wa mtume hawa hapa bado ni wengi. Wa hadha libasu nabii sallallahu alayhi wa sallam lam tabla, na hizi hapa nguo za mtume sallallahu alayhi wa sallam bado hazijakauka, hazijapasuka na kuchakaa, kumaanisha mtume amekufa tu juzi na jana. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar, na hivi hapa vyombo vya mtume sallallahu alayhi wasallam havijavunjika.
nyinyi muachana na barabara ya Mtume alayhi salatu wassalam, mwaja na mambo yenu, mambo ambayo kwamba hayajafundisha Allah wala Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Tazama jawabu lao, ndugu zangu Waislamu, ndilo jawabu la Waislamu wengi katika zama zetu tunazoishi. Wakasema, ya aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, wallahi hatutaki isipokuwa khairi. Faradda alayhim wa qal, wa kam min muridi alkhair lan yusiba, akawaregeshea na kuwaambia, na ni wangapi wanaotafuta khairi lakini hawaipati ile khairi. Ibadallah, alkhairu yutlab ala wifqi ma jaa Muhammad alayhi salatu wassalam, khairi hutafutwa kwa wifqi na muwafaka wa dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ayuha nnasu ibadallah, hakuna bid'a nzuri ndugu zangu Waislamu. Ahibati fillah, la ahad yal'ab bi'uqulikum, tusichezewe akili zetu ndugu zangu Waislamu. Mukaambiwa kuna wanazuoni wansema kuna bid'a hasana na kuna bid'a sayyi'a. Hakuna mwanazuoni hata mmoja aliyekuja na huu mgawanyo kwamba kuna bid'a nzuri na kuna bid'a mbaya. Chukua maneno ya mwanafunzi wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Kila bid'a, kila lililovumbuliwa katika dini ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ni upotevu, hata kama watu wataliona lile jambo ni zuri. Ibadallah, qultu ma sami'tum wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'ala adh-dhalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Ayuha an-nasu ibadallah, maashira al-muslimin, bid'a ina khatari, bid'a ina madhara ndugu zangu Waislamu. Tutataja baadhi ya ukhatari wa kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili mwanadamu atahadhari na akimbie na ajiweke mbali na kila lililozuliwa katika dini ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Fasma' ya Abdullah ra'aka Allah, khatari ya kwanza, anna almubtadi' amaluhu mardudun. Ibadallah, yoyote anayezua katika dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, matendo yake hayafiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Matendo yake iwaregeshewa mwenyewe kwa mujibu wa maneno ya kiongozi wetu na mtume wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Fa fi sahihain min hadithi Aisha radhiyallahu anha wa ardaha qalat, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Mtume alayhi salatu wassalam asema, yoyote, hakuna aliyevuliwa, yoyote atakayezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo kwamba hakuja nalo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, fahuwa raddun, ay mardudun alayhi. Kitendo kile, maneno yale uliyoyatamka na yale matendo uliyokuwa ukiyafanya utaregeshewa mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika riwaya ya al-Imam Muslim rahimahullah, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam asema tena, man amila amalan, yoyote atakayefanya kitendo, laysa alayhi amruna. Hii ni mizani ndugu zangu Waislamu ya kupima haya matendo yako katika sheria au hayamo katika sheria. Mtume ashakwambia, man amila amalan, yoyote atakayefanya kitendo, laysa alayhi amruna, kitendo kile hakiko katika mafundisho yetu, fahuwa raddun, ay mardudun alayhi. Khatari ya pili ndugu zangu Waislamu, yoyote anayezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, yamlazimu yeye kukubali
akatae, apinge, akubali kwamba yeye yuitakidi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala fihi naqsun wa fihi taqsir, kwamba dini ya Allah jalla wa ala ina mapungufu, yataka kujalizwa ili ikamilike, akubali, akatae. Ndugu zangu Waislamu, wa ila huwezi ukaleta jambo ambalo kwamba haliko katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe ukaitakidi kwamba dini imekamilika. Kwa hiyo unapoleta dini mpya, unapoleta jambo jipya, maana hadha annaka ta'taqid anna fi dini nabiyina alayhi salatu wassalam wa fi shari'ati rabbina jalla wa ala fiha naqsun ya ibadallah. Na Allah subhanahu wa ta'ala yasemaje? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hii ni Qur'an ndugu zangu Waislamu, na hizi ni sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, si maneno ya Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi alayhi rahmatullah. Allah jalla wa ala asema al-yawma akmaltu lakum dinakum, na leo hii siku ya Arafa nimekamilisha dini yangu. Yaqulu al-Imam Malik rahimahullah, Abu Abdullah Imam Dar al-Hijra rahmatullahi ta'ala alayhi, moja katika wale maimamu wanne al-ma'rufun, asema man qala fi ad-dini bid'a hasana, yoyote atakayedai na kusema ya kwamba katika dini ya Allah kuna bid'a nzuri, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala wal iyad billah. Huyu akubali akatae, yeye atakuwa yuitakidi Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amefanya khiana katika ujumbe aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah yaqul, kwa sababu Allah yuwasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, mimi leo hii nimewakamilishia nyinyi dini yenu. Thumma yaqulu al-Imam Malik rahimahullah, kisha amalizia maneno yake kwa kusema ibadallah, wallahi maneno ya kuandikwa na wino wa dhahabu, yahifadhi haya maneno. Qal fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu liyawma dina, jambo lolote, kitendo chochote, maneno yoyote ambayo kwamba hayakuwa ni ibada, hayakuwa ni dini katika zama za Mtume Muhammad, wallahi haiwezi kuwa ni ibada na dini katika zama zetu hizi. Jambo lolote unalolifanya wewe mwanadamu na unalolisema wewe mwanadamu, ukaitakidi lile jambo ni ibada, ukaitakidi lile jambo lamfurahisha Allah na mtume wake alayhi salatu wassalam, hilo jambo kama halikuwa ni ibada wakati wa mtume, wakati wa Abu Bakar, wakati wa Umar na Uthman na kina Ali na masahaba na as-salafu salih, wallahi haliwezi likawa dini wakati wetu. Khatari ya tatu ndugu zangu ni Waislamu, katika mambo yanayoonyesha ukhatari wa bid'a ibadallah, ni wale wanaozama katika mambo ya uzushi na wale wenye kufanya bid'a wal iyad billah. Kama tulivyotangulia kusema katika khutba ya kwanza, ghaliban annahum la yatubun wala yarji'una ila Allah subhanahu wa ta'ala, hawatubi wala hawaregei nyuma kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Kwa nini? Aljawab, liannahum ya'taqidun anna hadha al-amra ibadah wa anna hadha al-amra haqq wa anna hadha al-amru din, kwa sababu wao waitakidi hili ninalolifanya ni ibada. Vipi utaacha ibada useme mimi natubia kwa Allah? Utakuwa huna akili. Na wanaitakidi ile bid'a ndiyo usawa na ndiyo haki. Yaqulu Sufyan ath-Thawri rahimahullah, albid'atu ahabbu ila iblis min almasiyah, bid'a yapendeza mno mbele ya iblis kuliko maasiya. Kwa nini ndugu zangu Waislamu iblis yupenda bid'a kuliko maasiya? Yaqul lianna almasiyata yutabu minha walbid'atu la yutabu minha, kwa sababu yule anayemaasi Allah, yule anayeiba, yule anayezini, yule anayesema urongo, yuitakidi hili ni dhambi na mimi nitakuja kutubia siku moja. Lakini yule anaingia katika bid'a, hadha la yatub liannahu ya'taqid anna hadha haqq wa anna hadhihi ibada. Ndugu zangu Waislamu,
Ukhatari wa nne, maashara almuslimin, anna almubtadi'a yawm alqiyamah la yashrabu min hawdhi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chunga ndugu yangu Muislam kutokamana na kuingia katika mambo hayamo katika dini ya Allah na mtume wake alayhi salatu wassalam. Siku ya kiyama, kama mnavyojua, jua litateremshwa mpaka juu ya utosi wa wanadamu. Watu watakuwa katika dhiki, watakuwa katika balaa, mwisho watapelekwa katika birika la mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Inna a'tainaka al-kauthar wa huwa hawdhu an-nabi alayhi salatu wassalam. Mtume Muhammad na wafuasi wake watakunywa katika lile birika. Ndugu zangu ni Waislamu, mtume atalalamika, mtume atahuzunika na kumwambia Mola wake ya Rab, kwa sababu ataona baadhi ya wafuasi wake wafukuzwa na kutolewa katika lile birika. Ibadallah, wa hadha alhadith thabitun fi sahihain fi al-Bukhari wa fi Muslim. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam atamwambia ya Rab, usayhadi, wafuasi wangu hawa. Allah jalla wa ala sayaqul linabiyihi alayhi salatu wassalam, ma tadri madha ahdathu ba'dak, achana nao, wewe hujui ni kitu gani walichokizua baada ya kufariki kwako. Ayuha nnasu ibadallah, i'lamu ilma al-yaqin ma min khairin illa waqad dalla an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ummatahu alayhi, wa ma min sharrin illa waqad hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ummatahu alayhi. Hakuna khairi yoyote unayoijua wewe na usiyoijua isipokuwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aliwaelimisha wafuasi wake na umma wake kuhusiana na hiyo khairi, na hakuna shari isipokuwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amewatahadharisha umma wake na hiyo shari. Ibadallah, as'alu Allah subhanahu wa ta'ala biasma'ihi alhusna wa sifatihi alula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ثم يتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لاتباع نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم أعنا على عبادتك، اللهم أعنا على عبادتك واتباع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.